Okay, Mr. George, kwenye mahusiano ya kujikuta hayo kidogo binafsi amenishtua. Sijajua kwa mtazamaji anayetutazama kupitia Sifa Online TV yeye amefikiria nini, kwa sababu amezungumzia issue ya marafiki, wanaanza kama marafiki. So kwa maana hiyo urafiki wa mwanamke na mwanamume ni mgumu sana. Sio mgumu, ni namna tu ya nyinyi mnaishije. Sawa, hapo kwenye kuishije hapo. Sio gumu, ni mbona urafiki upo tu na unaenda tu vizuri. Haina shida, lakini ni ile nia ya ndani inaozaliwa sasa. Maana hapo sasa unajua unaweza mkaa marafiki. Mnaenda tu vizuri, yani hakuna chochote kinachoendelea. Ni ule urafiki kabisa, serious, ni urafiki tu vizuri kabisa. Lakini itafika kipindi sasa kuna nia ndani yako itaanza kuzaliwa. Kwa hiyo unaanza kumuona mbona kama ananifaa. Mbona kama anaelekea kabisa, yani mbona kama nikimwangalia huyu mimi sema naye kwenye mahusiano au kwenye ndoa, naona ni mtu ambaye ana uwezo wa kukaa kabisa mimi vizuri. Kwa ile nia ikishaanza tu mule ndani tayari yale mawazo, ile nia ikatengenezeka mule ndani, ndio hiyo sasa itaanza kupelekea hiyo mchakato. Ambao ndio mchakato utapelekea sasa kumtongoza au mjikute. Sawa, kwenye hapo bado nipo kwenye kujikuta hapo. Sasa unakuta mwanamke au mwanaume tayari ana mahusiano yake mengine, lakini kwa pembeni ana rafiki yake. Marafiki ambao wako karibu sana, wanashare vitu vingi, tunasema kwamba hawa ni marafiki, lakini mmoja au wote wana mahusiano yao pembeni. Sasa hawa nao kupitia urafiki wao, kwa sababu umekaa muda mrefu, wanashare vitu vingi, huoni kwamba na hawa nao wanaweza kupoteza mahusiano yao ya mwanzo kwa sababu ya kuzoeana sana? Kuna kitu kinaitwa mipaka. Kuna kitu kinaitwa mipaka, kwamba kila jambo linapaswa kuwa na mipaka. Kwa hiyo tayari kwa mfano kama hivyo pande mbili, kwamba wewe tayari wewe mna mahusiano yenu, lakini tayari mna urafiki, si ndivyo? Yaani kama mimi na mahusiano yangu, huyu binti naye ana mahusiano yake, alafu mimi na binti ni marafiki, ndio mpaka wengi wanakuta hawana mpaka. Kwa mwisho wa siku ndo anajikuta sasa kwamba kule aliko anaona sasa anatoka kule, anaanza kuingia kwa rafiki yake. Ndio mwisho wa siku hata hizo kesi unakuja kuona kwamba kama ni binti au kijana kiume anasema mimi nilikuwa najua tu rafiki yake, kumbe bwana alikuwa na mahusiano bwana, mimi sijui. Umeona nini? Ni kwa sababu hiyo jambo kuruhusu, yani kuvuka, yani kutokuwa na mipaka. Lakini mkishaweka mipaka itawasaidia kwa guide, itawasaidia kuongoza. Kama ni mazungumzo, kuna namna fulani mtaweka mipaka, hayatafika kwenye ile level. Kama sio kuwasiliana, haitafika kwenye hivyo viwango. Lakini msipoweka mipaka mtajikuta mnawasiliana zaidi ya mnavuka mipaka. Ikishavuka mipaka ndio hiyo sasa mtajikuta najikuta tayari na tayari huko mlikuwa kwenye mahusiano mengine au ndoa kabisa. Ndio ipo hiyo. Ndio nashangaa sasa mtoto anazaliwa anafanana, ana kichwa kinafanana. Okay, mtazamaji wa Sifa Online TV, sasa ni kuombe kama aliyosema mwalimu wetu hapa Mr. George Butondo, tujaribu kuweka mipaka kwa marafiki zetu pale ambapo tunakuwa na mahusiano yetu au tupo katika ndoa zetu. Lengo ni nini? Ni kulinda mahusiano yetu au kulinda ndoa zetu zisiingie katika utata. Lakini Mr. George Butondo, labda pengine mtazamaji wa Sifa Online TV angependa kutambua kwamba pengine ni namna gani dini inasaidia au pia wakati mwingine inaweza kusababisha kwenye hili swala la mahusiano kuwa na changamoto. Na kwenye moja ya kipengele ambacho pia kinaletaga changamoto kwenye mahusiano ni hilo eneo la dini au dhehebu. Ndio. Na sana nisiweke kwenye dini, tuweke dhehebu. Ndio. Sababu kesi ya udini inakuwa ni chache sana, ila dhehebu ndio inakuwa ni changamoto sana. Za dini zipo, lakini zinakuwa sio kesi kubwa sana, lakini zipo, lakini ya udhehebu ndio kubwa. So dhehebu zina mchango gani kwenye eneo hili
changamoto kimahusiano Ndiyo. huwa ni pale ambapo unakuta dhehebu inamtaka kijana ampate kijana mwenzie ambaye anatoka dhehebu hilo hilo au kanisa hilo hilo. Hilo ndo tatizo, ndio changamoto, na kesi zipo nyingi sana kaka Ernest, ziko nyingi sana hizo kesi, nyingi mno. Kwa hiyo kuna mahusiano ya vijana yamevunjika kwa sababu ya hilo. Kuna wengine imepelekea kukosa mahusiano mazuri na makanisa yao kwa sababu ya hicho. Wakati mwingine mtu anajikuta vijana wenyewe wameamua kuweka kichwa ngumu, wamesema hapana, mimi sasa nakuta kijana amemuelewa binti, ndio huko ameenda amezunguka, wamesoma huko wapi kazi, kakutana na binti ambaye sasa huyu kijana labda yuko dhehebu A, binti yuko dhehebu B, ndio wakaelewana, wakaona sasa sisi tunafaana kwenye ile eneo, wakaanzisha safari yao. Changamoto inakuja kwenye hiyo dhehebu, binti kwenda kutambulisha kijana nyumbani, inawezekana wazazi wakakubali, au inawezekana pia sometimes pia wazazi wakaleta mkwamo, lakini kinacholeta mkwamo ni nini? Dhehebu. Kwamba dhehebu bila, hapana, mtoto wetu hapana, lazima dhehebu hili, lazima dhehebu hili. Umeona? Kwa hiyo imeleta changamoto sana, kwa kuna baadhi ya mahusiano yamevunjika, wengine wameishia njiani, wengine wanakuta ndo kama hivi akishajua tu dhehebu fulani anaacha, anlei. Na unaweza kukuta ni mtu sahihi tu, ni mtu mzuri. Mtu mzuri kwa sababu mwisho wa siku nyinyi ndio mtakao ingia. Mwisho wa siku kule lazima mtakubaliana nani atamfuata mwenzie. Sawa. Unaweza kukuta wahusika wameshakubaliana. Mimi binti niko tayari kumfuata kijana. Mimi kijana niko tayari, lakini sasa unakuta tayari dhehebu linaweka. Kwa hiyo dhehebu, yes, hiyo kitu cha kutaka kwamba ni lazima umpate kijana wa dhehebu hili imepelekea changamoto sana. Mahusiano mengi kuwa kwenye dosari, mahusiano mengi kuvunjika kwa sababu ya hiyo shinikizo. Kwa sababu unakuta kama kijana amejaribu kuangalia pale ndani kabisa hajaona wanaoendana. Kwa kama ulivyosema kwamba tukao tuangalie kwenye issue ya maono, tuangalie kwenye issue ya vitu atakavyovitamani. Sasa unakuta kumbe anaona mwenye maono, lakini mwenye vitu anavyovitamani hayumo kwenye dhehebu hilo. Sawa. Ingawa pia hapo kwenye vitu vya kuvitamani ndio kwake vya nje mtu anatengenezeka. Ndio. Okay. Kwa sasa hivi unaweza kumwona yuko hivi. Lakini una uwezo kumtengeneza kawa vile ambapo wewe unatamani hapo. Ni fumbo lakini haijulikani. Hiyo ni kesho hiyo haijulikani. Inawezekana. Ndio. Wanaposema kwamba wanaposema matunzo inawezekana. Ndio. Inawezekana kabisa. Yaani wewe leo Ernest uko hivi. Nisema ukaja ukaingia kwenye ndoa kule ukawa mtu fulani, yani ukaingia kwenye ndoa maisha mazuri kabisa, umenawili. Kama hivi ndio Ernest, ndio mimi bwana. Ndio wewe unasikia kwamba ndoa tamu bwana. Hiyo ndoa nzuri. Kwa nini? Kwa sababu aliyeingia naye ni mtu ambaye wameelewana, wamekaa kwenye kiti kimoja hapo. Yaani maana yake wamekaa kwenye picha moja. Watu wanaofahamu, wameelewana vizuri. Kwa kuna matunzo hapo, kwa unakuta mtu anawili ana nani. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kumtunza. Kama ni mavazi anavaa vile anavyotaka. Sama si kuweka nywele unaweka, kuna mwingine anapenda mwanamke wake awe natural yani. Sawa. Asiwe na makeup yani, akimwona tu vile natural anapenda. Una namna unamtengeneza awe hivyo. Sawa. Kwa hiyo kitu ni sawa. Kwa hiyo sasa tukirudi hapo kwenye hiyo dhehebu na uhusiano, hizo kesi ziko nyingi, mahusiano yamevunjika. Kuna wengine nina rafiki yangu ambaye alimpata binti ambaye ni wa dhehebu nyingine. Wazazi hawakuwa na shida. Shida ikaja kwenye kanisa. Ilifika hatua